Leo tutajadili sasa mara baada tu ya manispaa ya Mtwara Mikindani kununua gari la milioni 178. Je, wananchi wamelipokeaje huko mtaani? Na kama kawaida jambo hili bwana la kununuliwa gari, halmashauri kununua gari basi aina ya Tata lenye thamani ya shilingi milioni 178 ndio ambalo limepokelewa na mbele ya vyombo vya habari hivi karibuni, limezua mjadala mkubwa wa wananchi huko nje. Inawezekana huko ndani watendaji na viongozi labda habari hizi haziwafikii, lakini huko mtaani limezua gumzo kwamba wananchi wanauliza, na mimi nawaelewa wananchi wanauliza kwa nini gari, wakati inawezekana kuna vitu wanaviona ambavyo wao wanaamini kwamba labda vingekuwa vipaumbele. Sasa mimi maoni yangu nafikiri unajua kuna vitu vya muhimu ndio, alafu kuna vitu vya lazima. Kununua gari kwangu mimi, kununua basi hilo la milioni 178 Tata si tatizo, ni jambo muhimu, lakini kwenye ulazima sidhani kama ilikuwa lazima kwa kiasi hicho. Na nafikiri watendaji sasa, mkurugenzi na washauri wake na wataalamu wengine watatusaidia kwenye hili kama watakuwa na muda. Ningependa mimi nipate ufafanuzi na wananchi wangependa wapate ufafanuzi kwamba gari ilikuwa lazima, kwa sababu hakuna anayekataa. Mimi nakubali kwamba gari ilikuwa muhimu kwa sababu ya sababu alizozitaja mkurugenzi, kwamba wanahitaji kwa ajili ya kusafirishia wataalamu na watumishi kwenda kwenye hiyo kukagua miradi. Hizo ziara za kukagua miradi kwa mwaka ziko ngapi? Unaona, kila term wanaenda mara ngapi? Lakini kuna vitu vingine ambavyo vingeweza kufanyika vikawa vya muhimu zaidi ya nini? Zaidi ya gari. Kwa mfano, ukinunua kwa mujibu wa taarifa ya mkurugenzi mpaka tarehe 18 mwezi huu wa Januari 2026 makusanyo ya halmashauri yalikuwa bilioni 5 kama nakumbuka sawa sawa. Sasa mtu anajiuliza, bilioni 5 hizo badala ya kutoa milioni 178 tukanunua gari, kwa nini tusingeongeza hata fedha hata kwa installment polepole ikanunuliwa motor grade, kwa ile mashine ile mtambo ule wa kuchonga barabara ambao ukiwa nao ule utafanya kazi za manispaa. Ile unagharimu milioni ngapi? Ule ni kama ule mtambo ni $300,000. $300,000 kwa bei ya dola ya Marekani jana tarehe 22 ilikuwa shilingi 2545. Leo tarehe 23 dola ya Marekani na dola moja ni shilingi 2535, imepungua kidogo. Ukijumlisha ile $300,000 kwa hela ya Tanzania unapata takriban wastani wa milioni 763 kama na $500,000 hivi wastani, ambayo hiyo inaweza ikalipwa hata kwa installment. Unaweza mkalipa first installment mkapata mtambo then mkaendelea kufanya kazi. Ukiwa advantage ya kuwa na ule mtambo ni kwamba mkiwa nao ule mtambo manispaa itautumia pia kuingiza kipato. Kwanza utakuwa unafanya kazi kusafisha baadhi ya maeneo, sijui wananchi wamepata changamoto sio ya barabara kufanya nini vitu kama hivyo. Lakini vile vile kukodisha ule mtambo kwa siku, na siku ya ule mtambo ina masaa, ule una masaa yake ni masaa 8. Masaa 8 ni shilingi milioni 1. Masaa 8 ukitoka tu ukienda masaa 8 ukitoka pale unaenda tayari inaanza kuhesabiwa. Ni kwa hiyo kwa siku hiyo masaa 8 ni shilingi milioni 1. Na halmashauri kama Nzega, nafikiri Iringa wanao mtambo kama huo. Na mara nyingi wanatumia kukodisha, kwa sababu hata hapa kuna wakandarasi wengine wanapata kazi za kufanya hapa, mitambo mingi wanachukua wanakodisha Dar es Salaam na maeneo mengine. Kuna wakati taasisi mbalimbali hapa zinasafisha maeneo yao, sisi tulishawahi kuona zinakodi mitambo katika maeneo binafsi. Kwa hiyo unapokuwa na mtambo kama ule utakodi kwa watu wako, utakodi kwa taasisi mbalimbali, utakodi kwa wakandarasi na utakodisha hata kwa halmashauri zingine kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo utakuwa umechukua mtambo kwa milioni 700 wastani na utakuingizia kipato lakini kuchukua gari, ndio maana nasema inawezekana kuchukua gari ilikuwa muhimu lakini haikuwa lazima. Unajua kuna umuhimu afu kuna lazima. Ukiumwa wewe kutibiwa ni lazima, kwa sababu usipotibiwa utakufa. Unaona? Ukiwa na njaa, yani mtu kula ni lazima. Yani ni muhimu lakini pia ni lazima, kwa sababu usipokula utakufa. Lakini kununua basi kwangu mimi kama halmashauri inawezekana lilikuwa jambo jema, lilikuwa jambo la muhimu, lakini halikuwa jambo la lazima. Lakini vile vile timing, yani kilichofanyika inawezekana ilikuwa muhimu na ilikuwa lazima, lakini timing ilikuwa mbovu. Umenielewa?
ni katika kipindi ambacho wananchi wanatamani, kuna baadhi ya vitu wanatamani kuviona, alafu wewe unafanya vitu ambavyo unanunua gari na vitu inawezekana. Ndio maana nasema mimi sina tatizo kabisa na halmashauri kununua gari, lakini nina tatizo na muda gari lilionunuliwa, na tatizo na ulazima wa gari kununuliwa, kwa sababu tunazungumzia halmashauri ya Mtwara Mikindani, ambao unaanzia Mikindani ukienda huko unaishia na Liendele, ukienda huko unafika unaishia Mtawanya, ukitokea huko unatokea Likombe, ukirudi hapa inaishia hapa Feri Shangani, ukienda huko inaishia Kianga. Hatuzungumzii Newala, hatuzungumzii na Nyumbu ambao unatoka huko Likokona unakuja Mangaka unashuka unaenda mpaka Mtambaswala, unaenda huko unapakana na Chingwea huko, sio na Ruangwa huko, na inamaanisha kwamba ni maeneo ya hapa hapa. Hii ni maeneo ya hapa hapa. Gari ya milioni 170 na ya nini? Wamesema kwamba kuna gharama kutoa watumishi wakati mwingine na wataalamu kwenda kukagua miradi. Kuna Costa la Liendele liko pale, TARI wana Costa iko pale. Chukueni Costa ile, wekeni mafuta, tumieni, alafu hela zingine elekezeni kwa wananchi. Kwa ninavyoona mimi, kununua gari ilikuwa muhimu, lakini haikuwa lazima. Kwa unaungana na wananchi kwa kile ambacho wanachokizungumza wananchi. Sina tatizo na hilo. Mimi msimamo wangu uko wazi, ni kama ambavyo kwenye sekta ya elimu ninavyosema kwamba kati ya wakurugenzi ambao wamefanikiwa kwenye sekta ya elimu nchi hii ni mkurugenzi wa Mtwara Manispaa. Kwenye sekta ya elimu perfect, lakini yeye hasimamii elimu peke yake, anasimamia vitu vingi ikiwemo miundombinu na vitu vingine kama hivi. Kwa hiyo mimi nafikiri hapa kwenye gari hapa wanatakiwa warudi wawaeleze wananchi kwa kina kwa nini walinunua gari ya milioni 178 wakati kuna changamoto zingine ikiwemo ya mitambo kama ya kutengeneza, kuchonga barabara na ambayo wangekodisha na kuingizia halmashauri fedha katika shughuli mbalimbali.